Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Murkomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua, nitajibu nyinyi. That we speak in figurative language. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua nyoka pamoja na mayai ni kufukuza wale wote wanatembea na Ruto kupitia kura. Kwa sababu sisi we speak in proverbs, we speak in symbolism and in figurative language for effective communication. Harambe! Harambe! Muko salama watu wetu? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP. Bas. Sasa nimeona ameanza kuangaisha Kindiki. Na mimi niliambia Kindiki. Nikamwambia Kindiki, wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu Kasongo akimalizana na wewe atakuangaisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kindiki ameangaishwa, wanamtusi, wanamkosea heshima, lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kindiki amepangiwa. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto hasiongea. Huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue, ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. And I told you my younger brother, siku alikutumia kunihangaisha mimi, alikutumia kunichokora na kunipangia jama. Nikakwambia akimalizana na mimi atakula wewe next. Huyu Ruto hakuna mtu ya mlima atawacha hata moja. Atameza nyinyi yote. Hata nyinyi akinarindikire Kasongo atakuja kumeza nyinyi. Huyu mtu hataki mtu ya mlima. Kazi yake ni kutumia watu kama tissue paper. Kwa hivyo Kindiki, ile unapata ni ugonjwa wa kujitafutia. Ile unapitia ni miba ya kujitafutia. Na nilikwambia, niliita Kindiki siku niliona Kasongo anamtumia kunihangaisha kunitoa kwa ofisi. Nikabebeleza Kindiki nikamwambia my younger brother, don't be used by Ruto to undermine me. Don't. Nilipembeleza professor. Nikamwambia wewe ni mtoto ya nyumbani. Tafadhali, kama mimi nitachinjwa, nisichinjwe na kisu yako. Na ukinichinja, damu yangu ikimwagika itakuja kukula wewe. Na nikamwambia Kindiki, huyu mtu si mtu mzuri. Anakutumia kunihangaisha mimi, ndio hangaisha jamii yetu. Lakini akimalizana na mimi, he'll come for you next. It has come to pass. So my younger brother, pambana na hali yako. But I warned you. Mimi nilikuambia. Wewe Kasongo umetubeba ufala watu ya mlima. Umetuangaisha. DCI Kinoti, mtoto ya hapa Bore, ulifuta yeye kazi. Baadaye ukafuta Javed Kome. Baadaye ukafuta Mithika Lentore. Baadaye ukafuta Rigiji mwenyewe. Uko na shida gani na sisi wa Meru? Umetuangaisha ya kutosha. Hakuna mtoto mmoja Mumeru amepata mamlaka, hujaangaisha yeye. Sasa umetuma Aden Duale anatukana sisi watu ya mlima Kenya. Ati Aden Duale akitumwa na Kasongo anasema ati sisi watu ya mlima Kenya ni fisi, ati sisi ni mafisi. Wewe Kasongo, sisi tulikuchagua. Asante yako, asante ya puda ni mateke. Ati shukurani yako kwa watu ya mlima ni kutuma Duale aite sisi mafisi. Mimi nakwambia
hawa Wameru na mimi tumekubali hiyo matusi. Ni sawa, haidhuru. Umesema sisi ni mafisi, basi sisi tutafanya kazi ya fisi. Mwaka ujao hao mafisi ya Bore wataamuka mapema, watakuja kwa kituo, watakula wewe Kasongo, watatafuna wewe Kasongo, watameza wewe Kasongo, ndio upate adabu ya kutukana watu ya jamii yetu. Na mimi nasema sitakubali mtu yeyote akosee watu ya Mlima Kenya heshima. Mimi nimejitolea, hata kama ni kukufa, hata kama ni kuangaishwa, hata kama ni kufungwa jela, nitalinda heshima ya wakaaji wa Mlima Kenya na maisha yangu, na sitakubali mtu yeyote aangaishe jamii yetu.